If I start counting the money that nilikuwa na tu mama nishaifanya, nitachukia watu wengi. True. But kuna kitu ninajua, God's time is the best. Yes. I know God has good plans. And God has installed something for me and for all the returnees. Yes. So tumejaribu, anaendelea kuoza, amenyimwa exit. It is tuko hiyo wakati nakumbuka tulikuwa Eldoret na ndio naingia FB. Naona Ann hajaisaidiwa, nikasema kai, msichana nilifikiria rudi Kenya, ndio nikaingia inbox. Nikapata rafiki yake. Rafiki yake huyo Elizabeth, Mungu ambariki sana. Au huyo msichana hakuchoka, tumengangana na huyo msichana communication juu Ann alinyang'anywa simu na kila kitu. Hii Rahat ndio walitusaidia na one of the lawyer. One phone call. Msichana alikuwa Kenya. Wow. So I think God has given me that. Through his word, which is life. You speak a word, you speak life. Geithika oro ringi mwiroreri wa kirathi gya Karo Kinyugo MWAURA na ngagucokeria ngatho muno ni undu wa gwitikira guikara hamwe na ithui. Ririkana ino ni part 2. Part 1 twambiriirie na kwaraniria na Sophie aratuhe rugano rwa kuria anathie mabururi-ini mana. Ngukwirite kuma tukiambirire na part 1 ati anathie Saudi Arabia, anathie Dubai, Qatar na Bahrain. No ririkane aratwira ati experience iria onire thiini wa mabururi macio mana niwe muhete wendo muingi muno wa gukorwo akienda gukorwo agithondeka gikundi gia kunyitirira aria onao manathie mabururi-ini macio na ni macokete guku bururi-ini. Na kaingirira mundu acoka andu meciragia mundu auma Ruraya koguo maundu make mothe ni mega. No arauga ehe kwirimwe mundu athiaga no ugacoka uria uterigiriire. Koguo ri this program iri under Sophia na andu angi like minded take ni agukorwo magiciririria uhoro wa andu tacio, which for me I think is a very good thing. Tondu riria andu acio moka kaingire tumathutokanagia tugeciria atiriri mundu aracoka atia haha atari na mbeca na uma Ruraya kana niki maundu maya ma muhanikiire au na arakiri na kuu. So it's a very good initiative so that hamwe tugakorwo tugikinyukithania oro ringi. Thank you so much Sophie. Ipole nimekuweka hapa the whole day. No, it is jua ilianzia hapa ikaenda saa iko kwa mgongo. Iko sawa tu. So lakini I really wanted the part 2 to be about the returnees, so that we internalize together na mwenye anaona, so that part 1 can just be about your experience. We truly thank you for your patience. Thank you. Na willing to share the information with us. So Sophie, nilikuwa nimekuuliza kabla tuja wind up part 1 You've traveled to 4 countries. You've gone to Saudi Arabia, umeenda Dubai, umeenda Qatar, na umeenda Bahrain, all with different experiences. Is that the reason you are inspired to think about returnees? Yes, okay. Before even like when I was still there, sometimes you find you want to help someone but you're limited. Uko pale, sometimes you don't have a day off. Kwingine hata ukiwa na hiyo siku bado ni ndogo. You still want to reach many. So and before even like all is not lost, because I know God is God who like has everything in plan. But I know anything that you give, be it your time, be it to God, there is always a reward. So you find that these things I was doing even before coming. Yeah, there is no way that I could see someone in need and then I just ignore the person. I'm that person when I'll even inbox you, no matter how you answer me or something, because maybe you might think uni mkora manini, but I will still like follow up until nione tumeongea. I'm just person that tutaomba pamoja. We might not have financial right now, but we can pray together and God will touch somebody somewhere na release iyo usaidizi. I might not have what to give you, but I have information. You can get help from this organization. You can get help from this person. So it all started when nikiwa huko. Then ikakuwa worse when I was in Bahrain, because now because I had more time, I had more free time, so I was more kila wakati kwa simu. I was more there. Yani kesi inaingia, then I'm like
I wish I had more time. Nikiwa Kenya, maybe when I go for vacation ama nini, because I was thinking maybe kasalary kata increased, niende tu vacation nirudi, but still mama kaniambia haizi nilipa zaidi ya hapo. So nikaona hata nikikuja kweli, kuna vitu ambazo nafanya, bado chacha naendelea, I sing bado. Niko pale naona pia sina wakati wa kuenda katika ushirikiano na Mungu. And then apart from that, bado I do evangelism, ile door to door, napenda sana kuongea na one on one. So all this is all about humanity. So nikaona pia sina that much time. Then we come here in Kenya, nikakuta like we are so many of us broken. Because there was a time we met. We were brought together by one organization. Yenye ilikuwa inataka kuongea tu na us. Wenye sasa washaienda na wamerudi. Ule anaweza speak out about her experience, yani si wote. So tukamaliza mkutano, nikasema mimi nimefikiria mimi nimepitia, lakini kuna ule ameyapitia mengi. Na sasa nikawauliza, na sasa tuko hapa tunaachana hivi tena tuende nisikiange tulikuwa mali fulani na fulani? Hapana, we can even start a WhatsApp group. Na wakasema that's a good idea, let us encourage one another. If you feel like uwezi ongea, because us, I will tell you, most of returnees anaweza kuwa free kuniongelesha na shindo kukuongelesha. It is true. Because hakujui, we lost trust, we don't know how to trust. Naona nikikwambia mambo yangu utaenda kunitangaza huko nje, mashida. Na hiyo ndio kitu tumekuwa betrayed, tumekuwa tortured, wengi tumefanyiwa to a point of some are dead. And unaona, so tukaona, and there is this, unaona guy, these people go through a lot. Unajua zile mambo zinakuanga pale, even now as I speak to you, jana kuna mtu aliniambia anafikiria ku-end life yake. Oh my God. After kurudi kutoka Gulf. Wanapitia changamoto mingi sana. Ebu kidogo Sophie, tell us some of the challenges zenye watu wanarudi nazo kutoka huko. Kama mimi nimekuja, niko rento, niko na pesa, sina kazi, nishaitafuta kazi. Nilienda mahali mtu akaniambia ulitoka ngambo kuje tukuajiri, wewe unatuchezea akili. Anaona ati wewe utakuaje, ani umekuja kuwapima, hawaamingi. Kupata kazi ni ngumu. Kupata kazi ni ngumu. Okay, utanifungulia biashara, mimi I can say this kwa sababu it is good to talk. Wewe kuna organization they want to start a business for you. Then do it right. Hata iwafikie, do it right. I know this is something that is in your pocket, not my pocket. But the way unani plan, it is not working. You are adding me stress. Yes, this I can see this is money, but you are adding me stress. Why? You will give me a sum of 20,000 because some will say, because maybe one day they will arise and say, we organizations have helped returnees, maybe we have been doing this for them, but no, your planning wasn't good. This is how you need to plan me. Immediately I came. If you see I'm stable, that is umenipitishia that counseling, because we start with counseling. You refer somebody, or let me just speak on them. You want me to start a business. I don't have house rent. I have kids who are going to school. They need the school fee. So this 20,000 niambie kwa wewe, weka biashara. Nibu iweke. Alafu unataka nikupe results ama nikupe matokeo. Alafu unaanza kunitusi ama kuniongelesha hawa watu tuliwasaidia na hakuna kitu walifanya. Ama tumewasaidia. Okay, if kama unataka nifanye that business, leta kila kitu on time. Kama you want to kunisimamia rent, nisimamie rent. Immediately nipe hiyo biashara nifa. Si unaona itaingiana. Juu umelipa nyumba. Na umenipea pesa, umenunulia chakula, na umenipea pesa ya biashara. Usinilipie nyumba, alafu after 5 months unakuja kuniambia sasa nipatie your business proposal. Sasa hapo niko na nini? Hiyo pesa utanipea, hiyo biashara si tutakula tu. Tutaikula. So inabaki huyu mtu bado unamrudisha wapi? Kwa the same ile shimo tu yenyewe alikuwa. Haezi kuwa tasaidika. Na hapo ndo unaona pia kumekuwa na so much blame games. Ama kuna huyu na blame huyu tulimfanyia, huyu tumemsaidia. So
nimeenda mbali, niko supposed kusema how we met. Sisi tuliona watu wanapitia hizi changamoto za kujinyonga, za kunini. Tukaona naweza kuja niongeleshe huyu mtu, nikae na yeye hata nilale na yeye. Hiyo mind atapoteza. Sure. Tukiwa kwa group, huyu akisema niko na hii, tunaona kumbe sio mimi peke yangu sina chakula kwa nyumba. Haya. Na si hata huyu. Like for example, mimi naweza kuwa nikitembea huko watu wanafikia niko na pesa sana. Lakini saa zingine na kuinvite kwangu, unaniambia, "Ai Sophie, na vile uko strong." Yes, nakwambia lazima tuwe strong. Yes. Hatutaishi hivi milele. Mungu atatukumbuka. Lakini lazima leo uonyeshe uko na nguvu, na kuna mwenye hana hiyo nguvu. Ni lazima tu mtamuongelesha. That is true. Yes. So when they come back, umetuambia kuna hiyo kupata kazi ni ngumu. Sometimes hata ukipata usaidizi it's hard to maneuver. Yes. Kuna wenye wanarudi na stress ile yaongeangi. Kuna mtu mpaka sahii hawajai ongea. Hata umfanye nini? Ako tu. Aongeangi. Juu ya chenye maybe aliona mpaka mwingine sijui maneno zilipotea kwa mdomo. Do you have cases of watu walikuwa na pesa wametuma huku lakini maybe ilitumika vibaya na familia au something? Tuko nazo. So many. In fact, so many. So have you opened a WhatsApp group so far? We have a WhatsApp yourselves? Group. We also meet, and when we are needed, tuko pamoja. If you ask me now of 200, I'll bring them to you. If you ask me somebody in Mombasa, nitakurefer. If you go to Embu, you ask me of a returnee, nitakwambia chukua fulani. Hapo tu hapo na wewe. You mean it's that wide? Yes. Wako mbali. You ask me, I'll tell you there is one in Kisumu. Yes. Tuko hivyo sasa, we are connected. Okay. Yes, and we talk. So what is your plan? Our plan is we want to be good ambassadors. Yes. People who can speak the truth. Si watu wa kuongea uongo. No matter how we went through all these challenges, we want to be, we want to come out na, out of this, maoni yetu ni mwingine asipitie shimo kama lile mbaya, na pia mwingine apitie njia inafaa. Na tunataka one day hata sisi tukae hivi tusionekane tu ni watu useless. Hapana, vile watu wanatuona. Maono yetu tumesema like we sit together, tunasema tunataka kuempower girls in future, maybe in 3 years to come or 5 years to come. Tunataka hata sisi tuwe na our own businesses, we employ others. Mtu labda amekuja kwako kwa stress, I was there. Ni siku kupata mtu anaweza niambia shika hii 100 ufungue biashara, but mimi ninataka sitaki kuonyesha tu mtu ni lazima aende. Yes. No, that is what we are thinking. That 5 of us can say I have 10,000, let us do something for this lady. Yes. Unaona? Yes. And people come. Sometimes we don't know where to take these people. We have people that have been helping us. For example, we have like Rahat, Religious Against Human Trafficking. Actually, they are the people that have been working so much closely with you. Yes, in terms of co-facilitate transportation of taking people from the airport, bringing them back. We have Madam Edith. Okay. Yes, pia. Maybe hatuna transport, mtu anahitaji center ya kumpeleka, tunawarifa. And tumesaidiana sana. Now, can we have our own in future? That is what we are planning. Yes. We have sometimes ladies going there, hatuna watu wa kuachia watoto. We are telling God one day we have our own school. Whereby these people wakiwa huko wako na peace. Because some leave these kids with their families, wanakuwa tortured, pia watoto wanapitishiwa hard time. Mimi even there was a time nikiwa baharini nilikuwa naambia Mungu, I wish I had a shelter. Whereby unaona nakaeka sijui kama ushaenda Safaricom Foundation zo shelter zao zinakanga ni kama nyumba ya president. So nice. That is niko nakaa hivi nasema I wish we had one like this. Nikiona and God will grant you. Nikiona mtu ako pale ana post watoto wake wanakaa na ako kazi, it pains me. Ninasema one day maono yangu ni kusema ya kwamba we have our own, where kids are free. They can
talk to their parents, ile yani unconditional, yani they are free. Mtoto mpaka anasahau my parent ako mbali, anasahau mamangu ako Saudi. Anytime anataka kuongea na mtoto anampata. Ikifika ni mambo ya shule, there was a time even like nilikuwa naambia Mungu akinisaidia, we have a program whereby we visit like these kids, those who are with the parents, we surprise them, we make like mtoto tunaenda tunajua hata vitabu hana, si lazima tushinde tukipigia mama simu ati we do it as returnees wenye wako that is what we are planning, and it is in plan, and that is what we want, and to be good ambassadors who like we have human trafficking of course. Even though people wanapelekwa hizi nchi za nje, kuna matapeli. Tunataka kukua good ambassadors of telling people hata huko kwa villages there is something like human trafficking. Si zote ni kazi unaenda, lakini tunaweza waelimi. Tukiwa na our own funds, tukitoa kama ni 200 tunaingia gari sisi yao Kisumu. Tunaambia wasichana wetu kuna njia nzuri za kusafiri na kuna njia mbaya za kusafiri. Pia hapa Kenya kuelimisha wengine wenye wanaleta, we have our sisters from Uganda, wapi they are trafficked here. Wasichana tunaweza wasaidia aje? Tunapata mmoja, kuna wengi hata juzi niliitiwa mwingine hajalipwa 9 months. Muganda. Akiwa wapi? Ako tu hapa Kamulu. Imagine 9 good months hajalipwa. So nikapigiwa simu. Nikaenda nikamtia nguvu, nikamwambia hata mimi nilipitia hapo. So tunataka pia watu kama watu tunawashika mkono. Namwambia direction yako ni maybe kuna this organization that can help you. Unamlead huko. Just as what we are doing right now. When someone is in distress huko, I can refer the person to CTTD. I'd refer you to Rahat. I can refer you to maybe NEA. Unaona, that is what we are doing. Sophie, kuna kitu pia ulikuwa umeniambia mwanzo, I think kabla tuanze hii interview, that you also want watu watoe notion ya huyu mtu ametoka majuu. Because kuna wenye wanasuffer due to that. Like ukisharudi huna kitu, ni kama watu hata hataki mambo zako. Okay, hiyo kwanza mimi nimepitia sana. Because you remember all my experiences, even though niliangukia bahati, but in a end vibaya. So wewe unanichukulia tu mimi nilienda kumisuse pesa. Okay, should I wear rags? Should I wear rags ndio nionekane sina pesa? No. Me, I like to be smart. Napenda kuwa msafi hivyo, na ni Mungu utufunika. Na pia yeye anasema hata ukiwa fasting hutaenda huku ukionyesha watu you are fasting ati niko mlimani. Ukiulizwa ni nini kuparara nini niko no. Haimaanishi kama niliangukia hayo nitadwell on that. It depends. Unajua mwingine labda angekuwa saizi depressed. Ndio pesa ni mingi yenye niliacha Qatar. Mimi si kusema kukue na clashes ati hizi countries kuwe na hiyo conflicts nipoteze kazi. Ningekuwa na pesa. Lakini sasa kukuja hapa watu kukuaccept hivyo ni ngumu. Unapata yani mtu anakuangalia anga tu kuanzia nini mpaka juu. Hataki kukuunderstand. Aya, lingine, we are not paid the same. Bahari nilikuwa nalipwa nini? So mtu anataka nirudi na nini? So narudi hivyo venye ni. Si wote wanaendaga huko ati wanakuja na mamilioni. Hapana. Na ndio unaona mtu anarudi, anakosa kazi, anarudi wapi? Ile kazi. Lakini sasa mimi ninaona watoto nimewapitishia changamoto mingi. Watu wetu pia like my mom understands everything. So anarudi anaona hata sasa hakuna haja. Even when I was there, she used to tell me, I don't see the point of you being there. You have nothing every day, hauna kitu. You are working a lot, you are doing your best, but you have nothing. So that's my mother telling me, Sophie, I can see you are doing zero grazing. Unaona, to me is like now time ndio inapotea. So you know, sasa ikafanya even I can't go back. And it was true because I have nothing to show. And you are coming back, mtu anafikiria you are like mkuna chimba madhahabu. So people stop waondoe hiyo mentality kabisa. Because mostly your money ilisaidia kusomesha watoto wako. Na hata wakuli vizuri. Sasa mimi nilikuja like when I came, I even asked myself how was my daughter managing. Namuuliza mimi mwenyewe nasikia kichwa inaruka. Natoka hiyo nyumba namwambia. Nasema guy, mtoto mpaka nasikia
yani sitaki kumuonyesha, natoka nje. How was she managing with this money? Mpaka siku moja nikajipata wananiitisha vitu. I want to shout, nikakumbuka alikuwa. Na alikuwa na manage na whatever you send. Yes. How? Na hii pia ni watu wanafaa pia nao kujua, we that send money, right now it's not easy. Yes. Even that time it wasn't easy. Let us stop this blaming our parents that we used to send money, they do nothing. Kama utaki kutuma, wacha kutuma. Na wewe kama unajua utatumia mama yako pesa, uanze kumtetesha, hakuna point ya kutuma. Wacha tu, ni laana unajiletea. Hautawahi saidika. Like me, if I start counting the money that nilikuwa natuma ama nishaifanya, nitachukia watu wengi. True. But kuna kitu ninajua, God's time is the best. Yes. I will never remain the way I am. I know God has good plans. And God has installed something for me and for all the returnees. Yes. We shall not, me hata nawambiaga, if we continue working together, being together, I'm telling you, where there is unity, God commands a blessing. Yes, yes. So there is something, even though we went through all that, is not all lost. There is something that God is preparing for us. Yes, we might wake up one day to sikia mtu anasema, I want to stand with so and so. Can I, even it has happened. Kuna watu wamesaidika hata kwa hizi mitandao. Wengi sana. It's just that kuna watu naweza sema they don't know how to speak for themselves. Hawajui kuleta shida zao kwa mitandao, but they are suffering. Yes. They are suffering. Sophie, there's a lady who sent us to kuambia asante sana. Tulimu-interview siku ingine, anaitwa Eunice. Tunaweza sema hapa juu kila mtu aliona interview yake. She had just come back to the country. Alikuwa ametoka Saudi juu mtoto wake alikuwa ameaga. And she was in deportation for 3 months. Na mtoto wake unfortunately alika mortuary for 3 months. Na alituambia, there's this lady anaitwa Sophie kwa airport, sijui ndiye alinipatia fare. Na pia akatuambia that right now anapitia counseling, courtesy of your help. Na tunakushukuru sana because alituambia she knows that you've done so much for many people. I wish unasikia Kikuyu. Your link tutakutumia because we went back to her to just know how she's doing. Na akaweza kutuambia now, and when she was saying thank you to people, aliweza kukutaja hapo. So you're also doing that counseling for ladies wakirudi wakiwa na hiyo matatizo. Yes, I might have not gone for like a counseling, hiyo shule za counseling and what, but I know God has given me a word. There is a word that I can tell you, because after all this counseling and everything, even though sometimes me I disagree with the people, wakiniambia sijui shule nini, you have to go for profession. The only profession I know is God. Only one word, you're healed. Yes. So I think God has given me that. Through his word, which is life. You speak a word, you speak life. And that is life. Yes. Sijakata watu wasiende hiyo. So for me, what I do, hiyo naweza, but ikifika ni hii ingine, I will refer them to yes. Because you have people who have offered, they pay actually. Not free. They have to pay for it. So they pay for you to go through that counseling. And one of them, okay, I've worked so like most of the people we have received so far, it is through Rahat. Rahat. Yeah. Wale wajui Rahat ni Religious Against Human Trafficking. They have played a big role, a big part with when it comes to hiyo kwenda hiyo airport. Ninawapigia, mtu hata saizi kesi zimejaa hivi. Tukiongea na wewe saizi, nikishika hata kuna mwingine saizi nimemwambia, unajua hii simu yangu imefika mahali haichukui contact. Imejaa. Yes. Juu nimesave mpaka zingine inaniambia hazizizi sevika. So ukisema ati hata salamu upokei, I know. Sijui kwa nini unasema salamu zipokei. I know. Ni kwa sababu ya huyu anakuambia hii, huyu anakuambia hii, na zizi zote lazima uziweke pamoja, na unaona mind you, wewe ndio hulali. Me I always say, unajua hii mambo ya watu kukimbia kwa social media wanapayuka nimesaidia huyu, me I don't do that.
hiyo sitambui. I know. Ni Mungu ndio unafanya kwa siri mwenyewe anakujibu kwa wazi. I agree with you. Na hivyo mimi najua ndio Mungu anapenda. So hata mimi nashukuru because Eunice ameongea, wengi some don't even say a word. Ama unakuta ameenda kwa another channel, anasema huyu ndio amemsaidia, lakini ajui hiyo process yote ilianzia wapi. Hata recently niliona wengine wakisema about Beatrice. Unajua me I never slept though I don't see. Yes. There was a time we used to even to copa pesa. Just to kupata kitu ya like the mother can tell you. Yeye ndio anaweza ongea kweli, but I had even someone saying like alikuwa na facilitate hizo cases nini hata labda juu hiyo immigration. By the immigration ndio ilitusaidia na kesi ya Beatrice. Wow. Yes, there's this guy, I don't know if I can't mention, but if it wasn't for that man, that body haingewahi patikana. Yes. Ndiye alitusaidia hiyo mwili ikapatikana mpaka kwenda ku receive the body at the airport. God will bless you for everything. Amen. If unasema you don't want to shout about it. No, I never. Mungu anaona hadi kwa siri. Yes. So so I just say Rahat wametusaidia sana. Then came Madam Edith, akasema there was a need for us also tuendelee kukua pamoja. She gave us an umbrella. Tukue kwake. Unaona amekuwa mentor mzuri. Yes, she is. Ametusaidia. Sijaiona. Unajua kuna siku nilikaa hivi. Nikasema Mungu, hata I used like nikaeka status. Nikasema guy, vile tu tunakaa unapitia machungu, unapitia mabaya, unapitia yote. Kuna mtu somewhere Mungu ameweka hata haichoka na wewe. Imagine. Na hakujui. Imagine, she has a big heart. She has a big heart. Actually, sijui kwa nini I mentioned it so much na sijamleta hapa. She has mulete. Imagine atuongelesha tu kidogo pia. Mimi hata nililia siku nyingine kwa bafu. Nikasema Mungu, huyu mama na hanijui. Mungu ulikuwa nipanguze machozi siku moja. Na huwa simsahau. Yes. Huwa nani nakaanga hivi nikimkumbuka. Najitia tu nguvu. I know. Then came another one, sijui hata aliniambia ni wa inchi gani. Ametusaidia sana. Na ilikuwa through kesi ya Ann. I hope one day she will be interviewed here. Yes. Ann naye nampenda, ni msichana mzuri. Ni kama yani nimemsave kwa simu yangu. Ann, asante. She appreciates kila saa ni asante Sophie, asante. Namwambia mpaka zingine wewe. Huyu msichana tulisaidia. Atumemsave aje? Ann, asante. Because hata ile yenye ufai kusema asante utakuta akisema asante. Yani huyu msichana ilikuwa way back, alikaa na yeye 3 months huko, anatapika damu, yani kifua imefungana na anaambiwa anajifanya. Na employer ilianza tu nyumba ya kwanza, she had to wash the carpet, na hizo carpet ni mzito, kwenda kulift kupeleka juu, unajua unapeleka juu ya gorofa, hizi uzi zikakatika. Alikuanga amepitia hiyo, amezana cesarean, though ndio uzi ifike kukatika, umestrain a lot. Umestrain because alikuwa amekaa 3 years. So si mtu amepona, ndio uzi ifike kukatika. You've strained a lot. So tumejaribu, anaendelea kuoza, amenyimwa exit. It is tuko hiyo wakati nakumbuka tulikuwa Eldoret na one organ hiyo heart. Sorry. Jina confuse mtu. Tulikuwa na hiyo organization inaitwa Rahat. Walikuwa wametuitia workshop. Na ndio naingia FB. Naona Ann hajaisaidiwa. Nikasema guy, huyu msichana nilifikiria alirudi Kenya. Ndio nikaingia inbox. Nikapata rafiki yake. Rafiki yake huyo Elizabeth, Mungu ambariki sana. Huyo msichana hakuchoka, tumengangana na huyo msichana communication juu Ann alinyang'anywa simu na kila kitu. Na nikuoza anaozea huko ndani. But God came through Rahat. Hii Rahat ndio walitusaidia na one of the lawyer. One phone call. Msichana alikuwa Kenya. Wow. That's nice. Yes. Tukaenda tukampokea, kampeleka tu kwa hiyo center. We also came to Madam Edith. Tukakuja pia akamuona. Na ametibiwa, alienda akapasuliwa. Ametolewa hiyo kitu ilikuwa imefura kwa tumbo. Juu sasa ilikosa kutibiwa, ikawa
anaendelea na kupona. Yes. Kifua saizi at least akikohoa unasikia iko inaenda ikiclear. Yes. Na anaendelea na matibabu. Yes. Wow. Thank you so much, Sophie. Anataka utuambie kunaweza kuwa kuna returnee pahali. Yes. Anataka kuwa part of your WhatsApp group. Yes. Anataka kuwa part of your mission. I'm sure there are even those wenye Mungu amebariki who want to be part of. Umeniambia mara zingine mnatoa at least kitu. In fact, tunafaa kama unajua you're not part ama hujakutana na any WhatsApp group, please, we are there. We are a group of returnees and we want to do more. Yes. Kama wewe ulirudi Kenya na umebarikiwa as a returnee, come bless the rest. Yes, yes. Because we have us, we are us. We are going through a lot. Yes. And that is when we came up with that idea of at least twice a week we visit 2 of them. Yes. We contribute food. Hata saa zingine hatutaki kukwambia we are coming. We just come and surprise you. Unaona? Mnabai chakula kama nini na nini? That is hizi zenye haziwezi isha, unga, kama unga, cereals, vitu kama sugar nini. And then kuna like now I was thinking of kuna some of us wako na mashida za kifua nini. Kama mwingine juzi alianguka huko kwa majani. I really feel bad. Then I'm like, she's using a stove. Ukiwa hapo unaweza bless hata na gas. Because now I was even thinking of telling us, those who are there, like her, we will not contribute food. Let us buy gas tumpeleke. Ndio tuweze kuepuka hii kifua. Because sasa ametibiwa lakini unaona kifua itaendelea tu bado kuja. Yes. Vitu kama hizo sasa. So kama uko hapo unaweza pia piga tu hiyo namba 07 08 191 507. And then tunakuadd kwa group. Yeah. Wow. Warudie hiyo namba tena tafadhali. 07 08 191 507. Italeta tu majina yangu na tutakuadd kwa group. Na we are very transparent. Hakuna mimi spendi mambo ya siri magendo. Food tukichanga si unaziona ndo hizo hapo. Yes. Tukipeleka ukitaka kuja tuende. Yes. Juu saa zingine tena sitaki tena kukuwa na hii mambo ya kudocument kila kitu. Tumekuja kwako, we have brought food. Unajua mwingine hata waambia msiwahi rudi kwangu. Ni kweli. Lakini ukiwa hapo unataka evidence. Juu kuna hao wenye wanataka evidence. Yes. Kuja tuende. Yes. Tuache. Yes. Tuombe pamoja, tushare, tutoke. Yes. Na kuna mwingine anasema I have no problem, mnaweza eka kwa mtandao. Yes. Lakini kuna wengine hawataki hivyo. Na labda wewe unaona umetoa chakula yako ama umetoa mchango wako. Juu kama mtu wako Mombasa huwezi sema atatuma chakula, si atatuma pesa. Yes. So tukinunua tunaandika hapo fulani amenunua kitu fulani, tuende. Na pia wewe sisi tunasema si ati ni wenye tu wako Nairobi. Na pia ni vizuri kushikana na wengine. Wewe huwezi kukaanga tu pale ati unangoja tu wewe utakujiwa. Cheza na wale wengine. Unaweza kuwa hiyo Kisii na tunasema mtu mwenye ako Kisii na amelemewa hakuna haja ya kumtumia chakula. Pesa yenye imetolewa ni 2000. Iwekwe kwa M-Pesa apatiwe. Yeah. Sasa wewe ni returnee. Na it's all about connections, ndio? Ndio tukasema mwanzo tunaweza kuwa tuna kitu cha kukupatia for now, but kuna organizations tunajua tunakurifa. Wengine wako hata na hizo business plans zenye watakupitisha, wanaweza kuwa labda wakwambie we can set up a business for you. Unaona? Na unaweza kuwa unahitaji counseling. Kuna mwingine anaofa kama recently kuna wengine kama like Chitea walikuwa nataka watu wa kufanyia counseling. Kuna mtu alikuwa ameji-offer anataka kufanya counseling. Wakaniambia Sophie, tupatie returnees wangapi? 5. Nikawapatia. Wakaenda tena wakasema tunaweza ongeza wengine because it worked for them. For the ones who went fast, it worked. So that is what we do. Umeona? Hiyo usikae pale unyamaze tu kufe na stress zako. Can reach out to that number. Tunafanya nini? Kuna mtu anaweza nipigia simu aniambie niko na 500 hapa. Nataka kubariki mtu mmoja hapo. Nakupatia namba. Na because I know all of them. Nitakwambia huyu anapitia hii, huyu anapitia hii, huyu anapitia hii. Saa zingine kunapatikana wanataka returnees maybe wa attend some meetings huko nje. Kwa group ninajua huyu hata magic ya kukunywa hakuna.
I'll take the number na kupatia. Yes. Then you are out there. Hao watu wamefanya kazi nje. Wanajua kupika. Wanajua kazi za nyumba. Ukiwa na kazi waitie kazi. Sure. Let us empower them. Ama kama empower us. I like to call us. Sitaki hiyo mambo ya mimi hapana. Empower us. Kenyans out there. Mko huko. Hata mwenye kwa Amerika, hatujasema mtu alienda Uarabuni, ati haizi enda Amerika. Uko na kazi nzuri, bora tu fia, umuonyeshe tu hata pitia mashida, muitie kazi because unaona hawana kazi. Biashara ndio hizo hakuna. Hawa watu wanapitia. It's true. I've interacted with some, wanapitia. So I truly know the situation. And we just want to be, instead of like maybe you be dealing with an individual, we are here now as returnees. You can deal with us now. We'll give a report of what is done. If somebody is out there willing maybe to sponsor someone, we will give a report. Tutarudi hata kwako tukwambie someone has sponsored fulani. Mtu amesema atasimama na school fees ya fulani. And we bring the report. Na najua hiyo ndio inaletaga hata furaha ya mtu kutaka kusaidia zaidi. Lakini sometimes unaona kudeal na mtu individual peke yake, you will never even sometimes know. But tukiwa pamoja hivyo na ndio tulisema wacha tukusanyike. Pia tu avoid wale matapeli wa kututumia. Kuna mtu anatutumia tu. So many people. Anataka tu your story. Na kutupanisha hapo. Like for example, mi hata nilikuwa nimesema sitaki interviews tena. Because kuna watu wanatutekea advantage kabisa. They just want your story and nothing more. Unaenda unapeana in. Na unajua hizi stories zetu kwa wengine kama for example me. Kuna wengine ilikuwa imewekwa TikTok. Though me hata ukikuja na bulldozer, you will never crush me. Ilikuwa imewekwa TikTok. Because I spoke of the like zile injuries nilikuwa nazo, of which is true. Mwingine alienda anaedit hapo. Anaiweka kwa mtandao, hiyo ndio anaanza. Very wrong. Na unajua mwingine haizi sema nilifanyiwa kitu fulani, I was raped, I was something, I was no. Sasa mtu anaenda ana capture hapo, alafu anaiweka kwa mitandao. No, that's wrong. Taking advantage of your emotions and everything. It's not right. It is sometimes unaita these people, you want to talk to them, wanakataa. It happens, I know. Wanakataa. It happens. Juu unamuongeza machungu. Mimi ni mimi, I can handle. Mimi in fact I don't even watch. Ni watu wanakuambia Sophie, tumeona. I don't. Mimi sitaki kitu inaniongeza pain. Na nimeshapeana information na it is true. Me I can't come here and start lying. Itanisaidia na nini? No. True. If we were to lie, maybe ningekuwa hapa nikisema oi nakufa na njaa. Woi nisaidieni. No. If somebody is out there na anataka to come through, let him come through. And even God is there that will make things work. I agree with you, Sophie. Wow, thank you so much for that information. Na si usalimia watu wawili watatu walikuwa Bahrain ama walikuwa Saudi. Na watie nguvu hata wenye wako. Niseme tu mimi nimesaidiwa na watu wengi pia. Tumetiana nguvu. Kuna watu tulikuwa nao Bahrain, tumekuwa tukiomba na nyinyi. Watu wa altar of prayers is still going on, we are praying together. Na maybe wengine wali exit labda juu ya nini, ya contacts ama nini, but the group is still there. Sister Fanny, she has been a blessing to my life. She is still a blessing to my life. I just want her to be encouraged in the Lord. We had Sister Joy, we were praying together, we are still together in the spirit. Mimi mambo ya Mungu we can't break. Sister Esther is in Dubai. She's a sister. She has been with me since we were in Qatar. Up to date, we are still good sisters. I can't say she's a friend now. She's a sister who encourages me. We have my sister going through a lot in Saudi Arabia, Sister Kimberly. These are the people we pray together. We are still together, and so many. There are so many. I can't even mention all of them. Sister Esther, huyo mwingine, we met once in Qatar. That is now 15 years ago. She's still in Dubai. So may God give them strength. I have a friend, she's Sister Mary, she's in the US. Tulikuwa naye Qatar. God blessed her with the family. She's there. And I just pray that God will continue protecting them. And let us keep the prayers, the fire of prayers, so that Mungu tu ndiye anaweza tusaidia. Ni kweli. Yes. Ni kweli. Yes. And also msisahau naimba.
Mwende msubscribe Sophia Amimo Music. Sophia ni wengi. So yangu imeandikwa Sophia Amimo Music. Okay. Utapata wimbo pale, utakutia nguvu, and maybe you are out there. Mimi niko na so many songs but sijazitoa due to finance. Oh yeah, utatoa tu. So if you are there, you want also to empower Sophie, you feel free. Niko hapo. Okay. My number is there. Yes. Warudia namba sasa ya mwisho. 07 08 191507. Yes. Wow. Thank you so much, Sophia. Tumekushukuru sana. Thank you for your time. And I know this returnee thing iko under some processes zenye hatutaongelea hapa. But we wish you all the best. Na kila kitu iende salama so that waweze kusaidika. And it's a very good thing you've begun. Kwa sababu mtu akiwa huko atakuwa akijua mimi hata nikirudi Kenya niko na pahali naweza lilia. Yani ati kama mimi nilikuja hata sina mtu wa kunipokea ama uko na ile shame nitaambiwa kama mmoja alisema hata viatu hakuwa. So tunakimbia mbio. Tunamchukua, tunaficha hiyo uchi yake. Yeye mwenyewe siku ile atasikia kushukuru sawa. Good. That is a very good thing. Actually I think kuna mtu tu ako huko anasema mimi nirudi hivi lakini akishaanza hii interview atasema so you mean I can go. Kuna wengine pia wako hata saizi nikiongea na wewe kuna wenye washabook ananiambia unikujie tu. Good. That is nice. Mimi namwambia tu date na kila kitu nishaweka kwa diary. So like you find mimi hutoka hata saa 8 ya usiku. Saa 8 mtu anashuka ameland. Tunaenda. So unaona mtu ni saa nakuwa nimepanga. Hata hakuna na by the way hakuna mtu anajua. Because I don't even like tell. So mi huenda mtu anakuuliza na wewe hata kama saa zingine kanisani unakuwa umeshonga tunamwambia unajua wewe nimelala wapi. Huwezi kujua. So unakuwa wameshajipanga tunakukujia. Sione ugumu. Wow, thank you. That's really nice. And may God bless you so much. Na kumbuke hii initiative yako. Na kama kuna kitu moja nimependa sana Sophia about you, it's your faith in God and believing in the power of prayer and fasting. It's very important. Nimeona maombi imekwamua watu mbali sana. So I truly thank you for that. And me that is my biggest lesson today. Na nimekushukuru sana. So kuruwe mwiroreri wa kirathi kia Karo KINYUGO MWAURA ucio ni Sophia Amimo twamucokeria ngatho muno ni undu wake kunyita itemi nene muno kuri aria mararuta mawira nja wa bururi. Ninge akamahe kiande gia kuririra nigetha makamenya matire oika. Ninge for those others wenye munyitanite nake Ngai arothie na mbere na kumurathima na kumwika wega. Ririkana ritana riake ati angikorwo wewe hau no acokire bururi-ini Ngai ni akuririkanite itikira onawe unyitanire hamwe nao nigetha uguo makoretwo magicerera acio angi magathie na irio kana kindu kiria kirabatarania mucii ta ucio onawe ukorwo uri part of that group. Ririkana namba ciake cia thimu ni akorwo akineana nigetha hindi ciothe ungikorwo kimubatara mugakorwo mukiaraniria. So God bless you so much ni undu wa gwitikira gukorwo hamwe na ithwe thini wa tabarira icio igire part 1 and part 2. Twaucokeria ngatho muno ritwa riakwa ni Karo KINYUGO MWAURA na tucokeria ngatho kambuni ya Brico Homes iria irugamirire kirathi giki gia Karo KINYUGO MWAURA na ni ngugutigana one of the projects that we have nigetha ungikorwo ukienda kuigithia na ithwe mugunda. All you need to do ni kuhurira Pauline kuhitukira 0721 077 077. Ningi ungienda gukorwo kiaraniria nanie no unyandikira kuhitukira WhatsApp namba yakwa ni 0722919062 kana email address yakwa iri house screen ni yakwa. God bless you. Nginya hindi ingi Ngai amuige wega na murathime ritwa riakwa ni Karo KINYUGO MWAURA. Timota matariria uhoro wa Nema Gardens migunda size no mere tuheanaga ihinda rigana atia ria kuriha mundu atangikorwo na kimanjika kiu na uheani wa title. Okay. Actually Karo tondu twi kundu guku no ona ni tuirigite mugunda uyu ni wirigeirie wega ati ona gutire mundu ngiuma na ku intruder aingire mugunda-ini uriku 50 by 100 ni uturamahe na 500 only. Ukabook na 100 balance tugakuhe mieri 6 no ukirikia kuriha mugunda ucio ugakorwo already uthiete iguru. Mai
mekuo hari uguo ona nini ndairigire mugunda uyu ndaturikitie mai mekuo neighbor ciaria thitima ciekuo kuguo ni handu ona memba ngigura nake umuthi na ikare yes wow tima 500 maya ari ngukorwo ngiri hari no anga haria muthia-ini ngakorwo ngiongerera mbeca cia title aca karo wariha 500 ira include title fee we wariha mbeca ciothe 500 no title gatwitie na Kirinyaga tukiri na surveyor mwega turutagira title na wiki cigana igiri na ndimuira mohoro ucio tondu hari mundu urakoretwo akigithia na Brico Homes project ino turi ya Neema Gardens ari nja wa bururi na akirikia kuriha uguo wabici irahurira njira ira murata waku title yake ni auma and I'm very grateful for that